Karibuni sana katika kipindi chetu cha vijana leo kanisani. Mkiletewa na mchungaji na Pastor Naftali wa Grace in Christ Harvest Ministry na ubiri hapa Kitale. Na nashukuru Mungu kwamba anipa maono haya ya kuweza kushauri vijana, kuwaombea na kuweza kushare mambo mengi kuhusu neno la Mungu. Na imenipa sana kibali kizuri ambapo leo Mungu amenisaidia. Nimeweza kukutana na vijana hawa wawili ambao nataka pia waweze kujichulisha ili muweze kuwajua, na alafu baadaye Mungu atatusaidia, tutakuwa na maswali ambayo nitakuwa nawauliza, na pia kama utakuwa na maswali watakuwa naniuliza, na najua kwamba Mungu atatusaidia ili tuweze kujibu maswali haya yote. So nataka nimkaribisha dada yetu ili aweze kusema kitu. Mungu amembariki, ni mwimbaji mzuri na leo tuko naye hapa, tumepatika sana. Karibu sana dada yetu. Okay, asante sana. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha wakati kama huu na kufika mahali hapa. Yes. Ningarimu mkono wake. Mimi nashiriki katika kanisa la Jesus is the Last Hope. Niko pale Moi's Bridge chini ya mchungaji Pastor Collins. Pia mimi ni mwimbaji vile mmesikia. Kwa mahali hapa leo kuzungumzia mambo na vijana na tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa na kipindi hicho. Kwa majina yangu mimi naitwa Eunice Mora. Barikiwe sana. Amen. Thank you. Asante sana Sister Mora. So acha tumkaribishe kijana yangu pia mwimbaji. Mungu amebariki pia na uimbaji. Karibu sana kijana yangu. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Nafurahi sana. It's another time tumekutana tena kwenye kipindi hiki cha vijana. Kwa majina naitwa Tony, nashiriki kwa kanisa la Jesus the Last Hope chini ya mchungaji Pastor Collins Hisa. Pia mimi ni mwimbaji na nimefurahi sana kuungana na hiki kipindi cha vijana. Asante. So wameweza kujitambulisha, ni vijana ambao wamelelewa katika maisha mazuri ya Ukristo. Hata Mungu amewasaidia, wametunga nyimbo zao, wana nyimbo nyingi ukiwasearch kwa mtandao, kwa YouTube utawapata, na nyimbo zao zitaweza kuwabariki sana. So nichukue fursa hii kuweza tu kuuliza Mora, maana ni kijana ambaye amelelewa maisha ya Kikristo. Mungu amemsaidia safari hii ya wokovu, amepita milima, maponde kwa sababu ya neno la Mungu. Hata Mungu amemwezesha ameweza kutunga nyimbo za Injili. Ndio ikafanya sana niweze kumtafuta ili aje aweze kuongea kitu kuhusu vijana wale ambao wanatusikia kule mashinani, mahali popote walipo, ili waelewa kwamba kuna uwezekano Mungu kuinua kutoka chini. So nataka namuuliza kwamba ni jinsi gani ambapo Mungu amekusaidia kufika mahali ambapo ona leo tuna nyimbo zako tunasikia. Alafu tena tuambie challenge gani umeipitia, alafu ni mambo gani ambayo inafanya vijana wanainuka katika mambo ya wokovu, alafu kitu gani tena kinafanya vijana wanaathirika wanarudi chini, kwa sababu kuna kuinuliwa na kurudi chini. So hizi challenge zote mimi najua umezipitia, so ndio nikakuleta ili uweze kutueleza. Karibu sana Sister Mora. Asante. Okay, asante tena. Mimi ningependa kusema safari ya wokovu, yes, kuna challenges mingi. Kama mimi ndio nifike mahali hapa nimefika, nimepitia changamoto mingi. Lakini kwa sababu namjua Mungu pia amekuwa akinipigania, amenifikisha mahali hapa leo. Amenisaidia, nimeweza kutoa nyimbo zangu. Na pia kutoa hiyo wimbo pia shetani naye afurahi. So hiyo pia ni kama jana pia nimepata changamoto, kwa sababu unatoa wimbo, unapata kuna wale marafiki maybe unatembea nao wanakuambia sasa wewe umeamua kuimba kweli, umetuacha sisi badala tufanye hivi venye tulikuwa tumeamua, wewe umeamua kutuacha, umeenda kwa uimbaji kweli. Hiyo ni changamoto moja. So sometimes kuna wale marafiki mtu unatembea nao, sisi kama vijana huwa pia nao wanaweza turudisha nyuma kwa huduma. So ukiwa umeokoka, umeamua kumfanyia Mungu, marafiki wengine achana nao ndio uweze kufika penye unataka kuenda. Okay.
So unaona wao vijana wanatumia njia gani hasa sana ambao wanaweza kuapproach kukurudisha nyuma? Wao unaona wanatumia njia gani? Yes. Nataka tujue hiyo kwa sababu hiyo ndio imeathiri sana vijana wengi leo. Unaweza kupata wewe ni mwimbaji mzuri, wewe ni mhubiri mzuri, wewe ni kijana. Alafu kuna mambo yanatokea tu unapata wewe si wa kuimba tena, si wa kwenda kanisani tena, umerudi kabisa kwa mambo ya ulimwengu. So wanatumia method gani? Unaweza kutumia nao wanaongea ni wenye umeokoka ama ni hawajaokoka? Okay. Wanaelewaje? Hawa vijana ama rafiki. Kuna wale ni walevi. Yes. Kuna usherati hapo. So sometimes kama mimi saa hii mimi ni mwimbaji, unapata rafiki anakuambia ukaa hivi, hata ukikaa kwa hiyo uimbaji huwezi pata pesa vizuri. Oh yes. Twende hivi. Niko na mtu mwenye anaweza support. Yes, yeah. Yes. Okay. Sasa ukienda mahali kama hapo, hiyo ni njia moja ya kusema ni usherati. Yes. Unaenda kutumia mwili wako ndio upate pesa. Okay. Of which ungeongoja Mungu kwa hiyo uimbaji. Sasa kama mimi venye naimba, niongoje Mungu hajibu, nianze kupata pesa yangu kupitia uimbaji. Okay. Lakini sasa ukipata rafiki akikuencourage hivyo, unasema na kweli kitambo niimbe ndio nianze kulipwa, wacha niende na huyu anipeleke huku penye anaendanga. Kweli yeye nikiona anakaa vizuri, wacha nimfuate ndio nipate pesa ya haraka. Okay. Hiyo ni changamoto. Na pia kuna mwenye anaweza kuambia twende hivi tukakunywa kidogo. Ndio maybe kama uko na stress anakuambia twende, ukikunywa kidogo hiyo stress itaisha. Sasa unaona kwa ile mawazo kidogo yenye tunakuwa nayo, unakimbia unaenda kulewa. Umetoka kwa Mungu unaenda kwa ulevi. Okay. Yeah. Wow, asante sana. Naona kweli umepitia kufika mahali penye umefika, imekarimu Mungu kwa sababu unaongea vizuri. Wacha tumsikilize Tony naye anaweza kusema nini, kwa sababu mimi najua pia challenge zenye pia amepitia, anaweza kutueleza ili vijana wengine waweze kuepuka katika challenge hizi ambazo leo zinateza vijana kanisani. Karibu sana. Okay, asante sana mchungaji Naftali. Yes, asante kwa kunipatia fursa hii. Amen. Cha kwanza ningependa kuanza na mimi binafsi, mimi mwenyewe. Kwa maana mimi mwenyewe nime experience yale ambayo yamekuwa katika maisha yangu. Yes. So before niokoke kuna hii kitu inaitwa vision. Maono. Yes. Sikuwa najua maono yangu ni yapi. Okay. Na kuna kitu Mungu alikuwa ameniwekea ndani yangu. Mungu alikuwa ameniwekea kibali cha uimbaji. Lakini sasa hapo sikuwa najitambua mimi ni nani. Sikuwa najitambua. Sikuwa najua kama hata huu uimbaji utanipeleka mbali. So point yenye najaribu kuleta, lack of vision. Hiyo ndio kitu ambayo inarudisha vijana nyuma. Okay. Lack of vision. Na ukikosa maono una perish. Hata Biblia inasema vizuri, where there is no vision, people perish. Yes. So before niokoke sikuwa na maono, lakini nilikuwa na talanta ya uimbaji. Okay. Nilikuwa nafanya mambo yangu kabisa. Unaweza nikuta nimeweka marasta. Yes. Napita na wasichana kupita, skati hainipiti mbele. Sikuwa najua kitu iko ndani mwangu. Amen. Hasa hiyo kitu ikanirudisha nyuma. Na hata ikafanya sikuwa napenda Mungu kabisa. Okay. Okay. So lack of vision ndio imerudisha vijana nyuma kabisa. Because vijana wamekosa kujielewa hao ni akina nani. Wamekosa kuelewa ni nini Mungu amepanda ndani ya mioyo zao. Kama wewe ni muimbaji, sio uimbaji itakupeleka mbali. Kama wewe ni mkulima, sitakupeleka mbali. Kama Mungu amekubariki na tuseme nini? Mwalimu. Wewe ni mwalimu. Yes. Wa kufunza injili. Na utumii vizuri. So unaona hapo bado haujajigundua wewe ni nani. So number 1 is lack of vision. Kukosa maono pia imerudisha vijana nyuma, na mimi pia nilipitia hayo kabisa. Nilikuwa nimekosa maono na ikanirudisha nyuma, na hata nikakosa kumuona Mungu. Okay. 2, vile dada yetu amesema hapa. Acha nitumie tu mfano wa uimbaji, maana pia unajua kuna wengi wamebarikiwa na different fields. Acha nitumie uimbaji vile dada yetu amesema hapa ati vijana wanataka tu kuimba, wakiimba wana expect pesa kesho. Okay. Yaani hawaimbi kwa sababu ya benefit ya kumtukuza Mungu. Wanalenga pesa. Yes. Okay. Sasa kitu cha pili ni haraka. Okay. Vijana sisi tuko na mbio sana. Okay.
Na tunaelewa sisi vijana damu yetu inakimbia sana. Tuko na mbio sana. In that tukifanya kitu fulani tunataka kesho kionekane kitupatie pesa. Okay. Yeah. Sasa sisi vijana hatujui kumngoja Mungu. Na data kukosa hiyo patience ndio imeturudisha nyuma. So haraka ya vijana ndio imeturudisha nyuma. So inastahili sisi kama vijana tukue patient na tumngojee Mungu. Kile kitu ambacho tunakifanya tunakikabidhi mikononi mwa Mungu. Amen. Ili maisha ya baadaye ikuje itusaidie. Okay. Lakini hebu niseme hivi, kwa sababu mimi nimelea vijana wengi, na vijana wakiwa wangali chini wanakuwa wazuri sana. Waimbaji wale ambao wanaanza kujifunza mambo ya Mungu, unapata wanakuwa na utiifu, wanakuwa na unyenyekevu, wanapatikana katika ibada, katika maombi, katika nyimbo zile za kufanya mazoezi. Lakini wakati tu hii kipaji chao kinainuka kanisani, unapata wale kijana wanaanza kukosa kuwa na utiifu, hata hawezi kuheshimu pastor. Unaona mara anakuambia nimeitwa kwenda kuimba mahali fulani, akifika huko ukimfuatia mambo yake unaona tunakuwa na change. Yaani hawezi kuwa na utiifu ile. Nini hasa kinafanya sana vijana wanafanya hivyo? Kwa sababu ukiwa chini, kipaji kabla hakitainuka uko chini ya pastor. Lakini wakati tu Mungu ameinua sasa, umejulikana, wewe ni muimbaji ambao unajulikana na umekuwa kanisa fulani, alafu unapata sasa umetoka kwa sababu ya kile kipaji, kwa sababu kimeonekana na unaitwa huku na huku. Mbona roho ya utiifu inaondoka? Nini hasa kinafanya wanakosa kupaki katika ile web? Nini kinachangia? Okay, asante sana kwa hilo swali. Yes. So vile umesema, kama kijana ako chini atanyenyekea. Yes. Lakini Mungu akimuinua anatoka. Shida wewe. Kitu cha kwanza ni kiburi. Okay. Kiburi kabisa. Unaona sasa vijana, tuseme vijana hii rika yetu ndio kupata pesa, hiyo ni baraka. Na si shida mimi kukuwa na pesa nyingi. Okay. Lakini sasa vijana wengi tumechanganywa. Kijana akipata hivi pesa anakuwa na kiburi kabisa. Anasema alafu sasa anataka akompete na yule mwenye pia alikuwa amesikika. Sasa hata mtu mkubwa akimwambia kitu, mchungaji akimwambia kitu hata sikia. Okay. So kuna vile shetani amepanda kiburi ndani mwao. Yeah. So kijana yani amelack knowledge jinsi ya kumanage hiyo utajiri wake. Sasa unaona kijana Mungu akiinua kijana anatoka kwa njia za Mungu. Na unajua sasa Mungu akikuinua ndio inafaa kabisa umtafute Mungu ili akuelekeze hizi pesa utatumia aje. Umeona? Sasa hiyo ndio Okay. Asante sana Anton. Waje tumesikia dada Mora naye anasema nini kulingana na ile mambo ambayo nimekuwa nauliza. Mbona tu wakati vijana wanainuka, sasa wewe ni mwimbaji, leo umelelewa na Pastor Collins, amekuwa anakuombea, anakushauri, anakufanya vitu vingi. Alafu wakati kipaji sasa kimejulikana, unaitwa Tanzania, Uganda, wapi? Hawezi tena kuwa na hiyo roho ya utiifu. Shida wewe inatokea wapi? Okay. Asante sana kwa nafasi hii tena. Yes. Kitu kama hiyo sasa hii mimi naweza kuwa nanyenyekea kwa sababu nataka niinuke pia. Okay. Lakini temo Mungu ataniinua tu, kuna ile kitu inaitwa majivuno. Okay. Na kiburi itaniingia. So hiyo ikishaniingia tu hivyo, nitaona ni kama pastor tena haisi niambia kitu kwa sababu mimi nishainuliwa. Okay. Okay. Sasa nishainuliwa saa hii napata pesa zangu, pastor anaweza niambia nini? Hiyo ni kiburi na majivuno ya kusema mimi nishainuliwa. Hata hiyo kanisa sasa hata tena siendi tena. Acha nitafute kanisa lingine penye nitaenda. Sasa vitu kama hiyo ndio huwa inafanya watu sana. Na pia pesa hiyo tena inaweza fanya mtu ukatoka kwa njia ya Mungu, ukasema sasa nishapata pesa tena kwa Mungu natafuta nini? Acha mimi nirudi kwa dunia nifanye mambo zangu. Yes. Okay. Wow, nimekusikia vizuri. So, hilo ndio jambo ambalo nilikuwa nataka sana tulifuatilia na tuone, kwa sababu vijana wengi leo kanisani unapata wanafika kiwango wanabadilika, lakini wakiwa chini wanakuwa na utiifu sana, wanakuwa na unyenyekevu. So tumepata kwamba tuna kiburi ambayo inachangia, alafu na pesa. Sasa tuombe Mungu asiwape pesa vijana. Hapana. Maana ni kama pesa hizi zitawatoa kwa Mungu. Yes. Sisi kama vijana
tunaomba kabisa Mungu atupatie pesa. Lakini sasa akitupatia pesa, tunaomba hekima kutoka kwake. Yes. Atuongoze jinsi ambavyo tunatumia hizi pesa. Okay. Kwa sababu Mungu tukimuomba atupatie pesa atatupatia. Lakini tukitoka kwa njia zake, ndio zitatuharibu. Okay. Tutakosa mwelekeo. Lakini Mungu akitubariki na pesa, alafu sasa tumurudie kabisa, ndio tunyenyekee kwake, ndio atatuongoza jinsi ya kutumia hizi pesa, na kazi ya Mungu itaendelea mbele. Okay. Mwaro, unasema nini? Nasikia Tony ameongea kuhusu pesa, kwamba muombe Mungu anapowapea hizi pesa muwe yani na mwelekeo ulio mzuri, ili hata hizi pesa. Wewe unasema kwa nini kuhusu jambo hili? Maana pesa zimeadhiri. Yes. Lakini pia Mungu atupe pesa na pia atuelekeze kwa njia mzuri, na hiyo pesa isifanye tutoke kwa njia ya Mungu, kwa sababu Mungu ndio huwa anapeana. So hata akikupea leo pesa na ukatoka kwake, ana uwezo wa kuchukua hiyo pesa tena ukabaki penye ulikuwa. So Mungu akitupea pesa, tusikue na hiyo kiburi ya kwamba mimi niko na pesa, hata maombi sasa hata ni nini niko na pesa. No, pesa hizi ni Mungu anapeana, na akisha kupea bado tu endelea kumuomba. Iko ile zaidi yenye Mungu anataka kukupea. Okay. Zaidi ya hiyo pesa yenye amekupea. Okay. So Tony amesema tena ya kwamba hawana hiyo roho ya kusubiri. Yaani wana haraka. Na haraka hii sasa mtafanya aje ili muweze kuavoid mambo ya hii haraka? Maana hata Biblia yenyewe inasema Yusufu alikuwa kijana na alivumilia sana mpaka wakati ambapo Mungu mwenyewe alikuja kumtoa katika katika ile gereza. Unaona? Alikuwa kijana. Tunaona historia kama ya Mariamu ambaye alikuwa ni msichana na alikuwa bikira. Mpaka Mungu anatumana malaika anakuja kumwambia kwamba nimetumwa kwako mwanamwali bikira Mariamu. Alikuwa ametunukiwa sifa sana kwa sababu ya uvumilivu wake. So tutafanyaje leo ili vijana kanisani, nyinyi ni vijana mnakaa kanisani, nauliza tutafanyaje ili vijana waweze wafikie kiwango kama yenye Mariamu alifika, kama yenye Yusufu alifika, ile neema ambayo wale vijana waliokuwa kanisani ambayo tunasoma leo, tunaweza kufanya nini ili tufike hapo? Vijana wanaweza fanya njia gani ili wafike hapo? Wawe kwa sababu mimi nimeona vijana wengi leo vile tumeongea wakiinuka wameenda. Sasa tutafanyaje ili waweze kufika hiyo kiwango cha uvumilivu? Tutatumia njia gani? Okay, kwa maoni yangu mimi naweza sema ili tupate kuvumilia, tukue wavumilivu. Yes. Inatupasa tuombe sana. Maombi, yes. Maombi yanasaidia sana, maana ukimwomba Mungu kila siku, ukitafuta Mungu kila siku kila saa, naye atakuelekeza. Okay. Atakufunza jinsi ya kungojea. Hata kama uko na pesa, atakufunza jinsi ya kuwa patient. Okay. Hautaruka huko na huko. Umeona? Sasa mimi chenye naweza sema ni kumtafuta tu Mungu kwa maombi. Okay. Na atuelekeze. Amen. So dada yetu Mwara, unasemago nini kuhusu jambo hili wakati tunataka kutamatisha kipindi yetu? Okay, mimi kwa maoni yangu ningesema tuwe kwa maombi sana na tusome neno kwa bidii. Naye Mungu atusikize na ajibu maombi yetu. Tukiwa tunamtafuta Mungu kwa bidii na kumngoja, yes, pia naye hatuachi. Okay. Endelea. Atatuangazia mwanga wake na tutembee kwa njia za Mungu. Majaribu kama hiyo haiwezi tuandama tukiwa kwa njia za Mungu. Maombi kwa wingi na kusoma neno kwa bidii. Yes. So mimi nasema hivi, Mungu ni mwaminifu. Nimemsikiza Morao ameongea vizuri na Tony pia ameongea vizuri kulingana na vijana leo kanisani, na nishukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha. Bado tutaendelea na kipindi hiki katika muda unaokuja, lakini vile nimesikia kwamba maombi itatusaidia sana kwa vijana, tuwaombee watumu katika maombi, katika sala, na kila kitu itakuwa mzuri. So wakati tunatimitisha kipindi chetu, wacha nimuulize kijana Tony, unaweza kuwa na jambo la kusema? Karibu sana. Okay, mchungaji Naftali, tukimalizia mimi ushauri ambao naweza patia vijana wenzangu, tumtafute tu huyo Mungu. Okay. Maana Mungu
ndiye anatuelekeza kwa kila jambo. Yes. Yeah. Tumtafute kwa maombi na tuzidi kunyenyekea. Amen. Naye atatuweka juu. Amen. Wanasema humble yourself before the Lord and you will be lifted. Okay. Amen. Thank you. Wacha nimsikie Maura naye. Una jambo gani la kusema? Maana sasa tunatadamisha kipindi yetu na najua kwamba unaweza kuwa na usia la mwisho kwa vijana hapo nje. Unaweza kusema nini? Yes. Mimi ningewahimiza vijana wenzangu tuwe watiifu, tuwe wa kusubiri, maana tukisubiri Mungu naye atatujibu kwa wakati. Tusiwe na tamaa, marafiki wabaya tuachane nao, tuangalie tu huyu Mungu na tutembee kwa njia zake, tumuombe kila wakati na tusome neno lake. Naye atakuwa ni taa ya miguu yetu na atatuongoza. Amen. Thank you. Asante sana Maura. So usia yangu tu kwa vijana ambao umetusikia leo ni kwamba tuweze kuwa na utiivu. Alafu Tony na Maura wamesema vijana wa leo hawatulii, wana mbio. So mimi nataka niwaambie kwamba mbio hasilipi. Tulia mahali uliko, una mchungaji wako ambaye amekulea, amekuombea, amekushauri, usikimbie kwa sababu baraka hasikuji kwa kukimbia. Baraka zinakuja kwa kusubiri. Hata Ibrahimu mwenyewe alimungoja Mungu miaka mingi sana. Ukiona watu wenye walifaulu katika Biblia ni walimungoja Mungu. So vijana wa nje ambao mnanisikia leo, ninamaliza nikisema kaa mahali uliko. Baraka ziko zinakuja, zitakupata tu mahali penye wewe huko. Kukimbia hakuna nini? Hakuna baraka. Mungu awabariki sana. Bahati kipindi kichacho, neema ya Mungu iwe juu yenu. Amen. Asante. Thank you.